Mtakatifu Baba yetu uliye juu mbinguni, ni wakati mwema wa jioni ya leo ambapo tumesimama mbele zako. Tunakushukuru, tunakuabudu, tunakusifu kwa sababu umetulinda mpaka wakati huu. Tusamehe dhambi zetu, tufae machoni pako. Wakati huu tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze na hawe pamoja nasi wakati huu tunapoenda kupokea neno lako. Baba, mtumishi wako Pastor Bius ambao umemtenga kwa ajili ya neno ya siku ya leo jioni, tunaomba Mtakatifu muongoze na sisi utayarishe kupokea neno lako. Uwe pamoja nasi na mapenzi yako yatendeke kwetu siku zote. Tumeomba tukiamini katika jina la Kristo Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Wakati huu ni wakati ambapo tunaenda kusikiliza neno la Mungu. Pastor ambaye amekuwa pamoja nasi, na wakati huu tunaenda kumkaribisha ili atuongoze kwa neno la Bwana. Ni nani pamoja nami ambao utamkaribisha? Pastor Bius Kioko, karibu kwa sababu ya neno la Bwana. Nachukua nafasi kuwasalimu amjambo. Amjambo tena. Tunashukuru kwa sababu ya wema wa Mungu. Na kama vile tulivyowajulisha ya kwamba kila siku tutakuwa tukifanya maombi. Hapa hivi kuna wazazi ambao watoto wao walikosa kazi. Ulisomesha mtoto wako amekosa kazi, na unashindwa ni nini kilikula mtoto wako. Ungependa mtoto wako aombewe. Na hata sio kazi tu. Kuna wazazi, na hata kuna wazazi wako na vijana na wasichana. Ameishi na msichana, anashindwa, huyu msichana wangu nini alikosa? Kwa nini hata hapati kijana ya kuoa, ya kumuoa? Si ndio wako? Kuna wazazi wanashindwa nini nani aliroga mtoto yangu? Hata kijana yangu hata hawezi pendwa na msichana moja. Wasichana wakikutana na yeye wanasikia wakiwa na allergy na yeye. Wewe ni mzazi uko na hiyo shida. Tunataka kuombea watoto wako, kuja hapa. Kuna wazazi wengi wanasema watoto wao waliwasomesha wakakosa kazi. Naongoja hao wazazi. Na ni vizuri kama watoto wenu wameendelea vizuri, tutaombea kitu kingine. If you are a parent, mtoto wako unataka kumuombea. Mungu alikusaidia, umemsaidia, amesoma, amemaliza, amekosa kazi. Na ungependa unauliza mtoto ni nini alifanya. You want prayers. Wasichana wako ama watu unaona kijana, hata kuna watu wengine wako hapa kanisa wanaona vijana wa huku wanaendelea kuzeeka, hawapati watu wa kuoa, wanashindwa kwani hao hataki kuwa wamama. Unaweza simama useme mimi ninasimama kwa sababu ya mtu fulani. Anybody else? Tutaombea vitu vingi. Kitambo wiki hii ishe tutaombea vitu. Nani mwingine anasimama kwa sababu ya kuombea mtoto wake? Uko na mtoto wako. Kuna siku ya kuombea hata wale wadogo. Saa hii ni ya watu wale wakubwa. Uko na mtoto unashindwa ya kwamba hii mtoto wangu kwani yako na nini? Ni wapi? Kama nilikosea si Mungu hata alinisamehe. Siku itakuja vijana msijali, kama sasa tunaomba na wazazi. Kuna siku tutaita vijana wale hata wamekosa kuolewa. Watakuja hapa. Na wale wamekosa kazi, we will pray for them as we finish today. So, let us rise up for a word of prayer. Na bado sanduku la maombi liko hapa. Tunaomba. Mtakatifu Mungu wetu na Baba wetu uliye mbinguni, katika juma hili ambalo limetengwa la maombi na uisho na matengenezo, twaja mbele zako, na katika jambo hilo kuna sanduku liko hapa ambalo watu wanaendelea kuandika maombi yao na kulete. Kila mtu ambaye amenakili, Mungu ni wewe unasoma mioyo. Na kila mtu ambaye amenakili, unajua kile ambacho ameandika. Kusudi hilo mkono ulichukua kalamu ukaandika, na Mungu tu akaandika makusudi na mapendekezo yake kwako. Bwana, tunataka kukabidhi maombi yao mbele zako, ukapate kuyajibu katika jina la Yesu. Wanaomba
Hata kuna maombi ya magonjwa, kuna maombi ya shida, kuna maombi tofauti tofauti. Mungu tunataka kuyakabidhi kwako, tukijua ya kwamba wewe ndio unaponya magonjwa yote, wewe ndio suluhisho ya shida zote, na hivyo tunalete kwako juma hili matatizo haya. Kwa njia ya pekee wamesimama hapa mbele wazazi ambao Mungu wa mbinguni uliwabariki na baraka za watoto na ukawasaidia. Hasa hawa wamesimama hapa, Mungu wakalea watoto tangu utotoni, waliibeba katika mimba, na Mungu ukawawezesha wakalea hao watoto, wakasomesha, na watoto hao wamekuwa watu wazima. La kushangaza, amri yako imesema kila mtu afanye kazi siku 6. Watoto hawa wangali wanakaa nyumbani na wazazi wao. Wazazi wanashindwa ni kitu gani Bwana kilikula watoto wao. Ni wamekuja mbele ya kwamba ikiwa ni kutubu, wanahitaji kutubu kama wazazi. Ikiwa kuna mahali walikosea, wamesimama hapa madhabahuni wakiomba msamaha wa dhambi kwa ajili ya dhambi watoto wao. Wangepomba ya kwamba watoto wao waweze kufanikiwa kupata kazi. Ni mashauri yako, neno lako linalosema kijana ama msichana atawaacha wazazi wake na ataungana na mwenzake wawe mwili mmoja kama mume na mke. Wasichana wengi wanakaa kwao, wameshafika umri wa kuoa na kuolewa, wangali wanakaa kwao. Wamekosa, hatujui Baba kama ni macho wanastahili kufunguliwa ili waweze kuona watu wale wanastahili kuishi pamoja na wao. Siku ya leo wazazi wamesimama hapa, na kwa sababu ya jambo hilo tunatazamia vile ambavyo tunaomba siku ya leo, tunatazamia Mungu utende jambo, Mungu ujidhihirishe, Mungu ukapate kuteremuka. Watoto hao ambao hawana kazi, Mungu vile ambavyo wamesoma, wana karatasi zile zinahitajika kwa ajili ya kuajiriwa, Mungu wa rehemu, wafungulie njia ya kuenda kufanya kazi, ili hata wakipata kazi waseme hakika hakuna hasara katika kumtumikia Mungu. Wazazi wao hata na wao waseme wewe ni Ebeneza, maana haushindwi na kitu chochote. Mungu uliye mbinguni, tunaomba tukijua ya kwamba maombi haya yanafika kwenye kiti chako cha enzi. Tunatazamia kupata majibu kutokana na maombi haya. Tunatazamia Mungu ujibu sawasawa na kupenda kwako. Wakati wako unafaa, na wewe ndio unajua wakati utakapojibu katika kila mtu sawasawa na mahitaji yake. Baba wa neema, hebu jina lako likapate kutukuzwa, na hebu uhimidiwe milele na milele. Na katika umati huu sisi zote tumekuja kanisani, tunaunganisha maombi haya ili yafike kwenye kiti chako cha enzi, katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante, tuende tuketi. The dangers of careless living. Bado tunaendelea, hiyo ndio theme, kile ambacho tunachoendelea nacho katika siku ya leo. Na siku ya leo kuna kitu phase 2 ya ujumbe niliwahi kuupeana hapa katika kitabu kile ambacho tunaendelea kuona kitabu kingine siku ya leo. Kumbuka jana our key text 1 Kings chapter 20 verse 39 to 40, ya kwamba mtu aliachiwa wajibu, akaambiwa tafadhali nimekuachia huyu mtu na asitoke mikononi mwako, na ikiwa huyu mtu atakuja kutoka mikononi mwako, maisha yako yatakuwa mahali ambapo alipo. Jana tulisoma na tukaona kwamba mwenye kumwachia alipoenda kushughulika katika vita, jamaa huyu alipoachiwa, yeye akaona mkubwa wake ameenda na akaamua kufanya tushughuli twingine, shughuli ambao hakuambiwa afanye. Dakika ya mwisho yeye alipokuwa anafanya, yule jamaa akaondoka. Na mwisho yule mtu alikuwa amemwachia akaja. Alipomuuliza akasema, mlipoondoka mtumishi wako alipokuwa anafanya tushughuli hapa nyuma, yule jamaa alienda. Aliambiwa, kama una taarifa, siku ya leo ni siku yako ya kukufa. Maana tulikuwa tumekuachia tukijua hiyo ni mateka tunakuja kumaliza. Na kwa sababu imeondoka, vile angekufa ni wewe ambavyo utakavyokufa. Ni mambo gani Mungu ametuachia na akaweka wakfu mikononi mwetu, na natarajia tuweze kuwa waaminifu. Tuweze kuwa waaminifu katika hiyo.
Utukufu wa Mungu. Katika kitabu, hebu tuende pamoja na wewe katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, si sura nyingine. Sura chapter 14 verse 6. Revelation chapter 14 verse 6. Neno la Mungu linasema namna gani? 14 verse 6. Kuna habari iko pale. Inasema hivi ya kwamba malaika watatu wanaonekana wakipita katikati ya mbingu. Biblia inasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, na wahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akawasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Saying with a loud voice, fear God and give him glory. That is the first angel's message. Biblia, kitabu cha Ufunuo wa Yohana, una jumbe 3 za malaika. Na ujumbe huo wa malaika wa kwanza, ule unaotangulia, anataja vizuri kabisa, mcheni Mungu na fear God and give him glory. What does Mungu anasema nini? Tunataka tuone hiyo utukufu wa Mungu, vile anastahili kuogopewa. Tunataka siku ya leo tuguze kidogo, maana hatuwezi maliza mambo ya vile we should fear God. Na katika ukiangalia hivyo, Mungu akakuja akasema kitu kingine katika kitabu cha Isaya. Isaya akataja maneno haya. Isaya akasema maneno haya. Isaya chapter 42. Isaya 42 mstari ni verse 8. Mungu akasema hivi ya kwamba mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mtu mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to any other, neither my praise to graven images. Ya kwamba ni Mungu anayesema ya kwamba yeye mwenyewe, yeye utukufu ni wake milele na milele. Na amesema kabisa ya kwamba yeye hatawahi gawia mtu mwingine na kugawana utukufu wake na mtu mwingine. Katika Biblia kuna chances ama kuna cases ambao watu walicheza na utukufu wa Mungu. Kuna wakati walicheza. Na hiyo ndio ile kitu ambacho Mungu ametuonya tu, amekwambia yeye, eleweni ya kwamba ujumbe ni kwamba mche Mungu na kumtukuza. Those are instructions that you have been given. But in this church, ama katika kanisa la Mungu, siku za mwisho utaona ya kwamba utukufu ule Mungu alistahili kupewa. Siku ya leo tutaangalia mpaka the way we worship God here in the church. Vile tunavyokuja mpaka katika ibada hapa, vile ambavyo wale ambao wamekabidhiwa majukumu ya kufanya mambo matakatifu hapa, vile ambavyo wanacheza. Na Mungu hiyo wajibu ambao alikuachia namna hii, na unauchezea. Mungu anasema kama yule mtumishi aliyekuja akaambiwa ya kwamba ujue vile ambavyo ulicheza na mtu akaenda, maisha yako yanahitajika siku ya leo. Siku ya leo sisi kama wacha Mungu kuna vitu vingi ambavyo tumecheza navyo. Katika Biblia kuna mahali ambapo watu walicheza. For example, unaona katika bustani ya Eden. Katika bustani ya Eden, Mungu aliumba viumbe vyote, mimi na wewe, wanyama, miti, kila kitu. Na wa viumbe vyote vilivyoumbwa, kazi ya hizi viumbe vyote ilikuwa to sing praises and glory to God. Tunaambiwa hata unapoona miti wakati upepo unapita namna hii, vile inafanya namna hii, ni sifa inaimba kwa sababu ya Mungu. Ndege wanapoamka asubuhi unawasikia jogoo na wanawika. Ndege wa angani wanasifu, wanaimba. Wote wanatangaza ya kwamba sifa na utukufu ni kwa Mungu. Na sisi je? Katika Biblia unaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, nyoka akaumbwa. Na viumbe vyote ukisoma kitabu kinaitwa Patriarchs and Prophets. Mama Ellen G. White ameandika akasema ya kwamba viumbe vyote vilikuwa vimeumbwa kwa ajili ya kuishi zikitangaza sifa na utukufu kwa Mungu.
Na wewe vile ambavyo uko hapa, vile ambavyo umeketi hapa, kazi yako ama maisha yako yote tangu ulipozaliwa mpaka siku ile utakuja kukufa, agenda yako iko moja peke yake, to fear God and give him glory. And unless you give God's glory, God the glory, elewa uko on the opposition side. Na kama si Mungu unampatia utukufu, unampatia shetani. Agenda yako dunia hii ni mambo mawili tu, either for the glory of God or the glory of the devil. Mambo ni mawili peke yake. Why? Wakati ambapo Kaini, kifo cha kwanza kilipotokea duniani, wakati Kaini alimuua ndugu yake Abel, ilikuwa katikati ya kumpatia Mungu utukufu na kumpatia shetani utukufu. Elijah alipokabiliana na manabii wa Baali katika mlima wa Karmeli, mambo yalikuwa mawili, kuabudu Mungu na kuabudu shetani. Wakati wa Esther kulikuwa na mtu aliitwa Haman, wakati wa mfalme aliyekuwa anaitwa Ahasuero. Mfalme Haman alikuja akapanga vile ambavyo Wayahudi wote watauawa kwa ajili ya kutaka aabudiwe. Agenda siku hiyo. Na ndio unaona yule ambaye alikuwa huyu Esther anapokuwa na mjomba wake. Mjomba huyo alimwambia, maana alielewa, watu wazee ni watu wa kuelewa mambo. Akaambia msichana huyu, maana alikuwa mtoto wake, akamwambia, usipofanya jukumu ya kuokoa Waisraeli wakati huu, Mungu atatafuta njia nyingine, na kama Waisraeli watapotea, hata wewe utakuwa mtu mmoja wa kupotea. Ni nini kilikuwa siku hiyo? The agenda was katikati ya kuabudu Mungu na kuabudu shetani. Shadrach, Meshach na Abednego wanapowekwa kwenye tundu, kwenye tanuru ya moto. Danieli anapowekwa kwenye tundu la simba, mambo ni mawili, kuabudu Mungu na kuabudu shetani. Ukija hata Agano Jipya, siku ya mwisho, wakati ambapo kutatokea ya kwamba kuna wakati wa kupokea alama ya mnyama na kusujudia sanamu, na kuna watu watapokea muhuri wa Mungu, agenda ni mbili, kuabudu Mungu na kuabudu shetani. Fear God. God will never share his glory. Na ndio unaona mpaka tukiwa hapa hivi vile ambavyo tuko, kuja kwako hapa kanisani, you are either here because of the glory of God or the glory of the devil. Siku ya leo nilikwambia na nikakutafsiria, nikakueleza jana jinsi shetani alipatikana akiwa ameketi katika mlango wa kanisa. Na akaulizwa, shetani ni nini unapumzika hapa? Ni kitu gani kiko? Mbona hauna kazi? Na alisema vizuri, mimi nimemaliza kazi, na kwa sababu kanisa hili ni la watu wale wameokoka, nimewashughulikia, na wakiwa hata hapo ndani wanajidanganya kwamba ni wacha Mungu, they are my property. Na kuketi kwangu hapa naongoja yule ambaye anayekuja akionyesha sura ya kwamba ameokoka, na mshughulikia, akiingia huko anafanana na wao. Kuna watu ambao ukiona tumekuja kanisani, si wote tumekuja kuabudu Mungu. I don't know kama wewe umekuja kwa ajili ya hiyo. Kuna watu wamekuja kwa agenda tofauti tofauti. Na kwa sababu ulipewa hiyo jukumu ya kwamba umepewa ya kwamba kazi yako unapoingia lango hili, kazi yako ni kuja kumcha Mungu. Kumcha Mungu na kulitii jina lake. Umekuja hapa kwa ajili ya mambo gani? Angalia Dathan na Abiram na Kora. Dathan, Abiram na Kora katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 10. Utakuta hao watu walikuwa pamoja na wana wa Israeli waliokuwa wametoka Misri kwenda nchi ya Kanani. Lakini wakiwa katika hiyo kundi na walipokuwa wanasafiri pamoja nao, ndani yao kulikuwako na agenda zingine ambao haja yao ilikuwa kuenda Kanani. Walikuwa na mambo mengine. Katika kanisa ndio utakuja kukuta kuna watu wengine wengi, kuna watu ambao wamejaa kanisani, ambao majority wao, ambao wengi wao utakuja kukuta ya kwamba licha ya kwamba wanakuja na wanaonekana wameokoka, vitabu vya mbinguni vina mashaka na maisha yao, hawajaokoka. Na ndio utakuta wengi tu siku ya mwisho watakuja kuambiwa na Yesu, ama watakuja kutangaziwa, ondokeni mbele zangu, maana mliishi mkitenda dhambi. Kile cha ajabu, mimi nikiwa mchungaji sina uwezo wa kuwapima yule ambaye amekuja genuinely akiwa ameokoka. Wazee wa kanisa hawawezi pima kitu.
but only God knows. Na uyo kando na Mungu kuna watatu huwezi danganya. Huwezi danganya Mungu, na huwezi danganya shetani, na huwezi jidanganya. Unaweza danganya mume wako ama mke wako. Unaweza danganya watoto wako. Unaweza danganya mzee wa kanisa. Unaweza danganya mshiriki wa kanisa. But you'll never cheat yourself. You'll neither cheat the devil, and you'll never cheat God himself. Watu wako tuko hivyo. Vile ambavyo unavyoona, vile ambavyo unavyotembea, shughuli zote zinazoendelea hapa. Ukiona biashara zile ziko tauni, either wengi wamefungua kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na wengi wamefungua kwa utukufu wa shetani. Sijui yako ni ya upande gani? Magari yanapotembea kwenda na kurudi kule wanakoenda, vile hiyo magurudumu inazunguka, kuna mengine yanazunguka kwa utukufu wa shetani na mengine utukufu wa Mungu. Watu ukiingia huu mji wamejaa, wanaenda hivi, wengine wanarudi hivi, na wengine hivi. All those people, the way they are walking, wengine wanatembea kwa utukufu wa shetani na wengine utukufu wa Mungu. The agendas are two. The way you wear your clothes, you are there, mavazi yako either uvae kwa utukufu wa Mungu ama uvae kwa utukufu wa shetani. Na utaona yule ambaye amevaa kwa utukufu wa shetani, tutayaona siku moja. Utakuta kwamba ni mavazi yako na shida vile mtu anavaa. Kwa sababu gani? Hata dhamiri inamwambia hii nguo si ya Mungu, hii ni ya shetani. Wakati Mungu Yesu atakapokuja na kuambia kwamba nilikuja na nikadhihirisha pale msalabani, ulistahili kuangikwa ukiwa uchi, ukiwa tuputupu, aibu yako ionekane. Nikatoa nguo, wewe uvaange nguo, na ukaamua hauvai nguo. Hiyo nguo niliyokuachia uliipeleka wapi? That is a question that people will be asked. Utasema uliipeleka wapi? Ndio unakuja kuona ya kwamba hapa katika bustani ya Eden, wanyama wote na viumbe vyote, the agenda was to fear God and give him glory. Nyoka ndio huyo. Na kwa sababu kulikuwa either shetani na Yesu ama na Mungu, nyoka akakuja na kitabu hicho nimekuambia cha Patriarchs and Prophets, kinasema nyoka alikuwa ndio kiumbe kile kilikuwa the most beautiful creature on earth. Alikuwa na mabawa, alikuwa na miguu, ilikuwa inatembea. Nyoka yule unaonanga akienda na kifua, alikuwa na mikono na miguu, alikuwa na mabawa, alikuwa na vitu extra kwa zaidi ya vitu vile viko na viumbe vingine. Maana hakuna kiumbe kiko na mikono na miguu kinakuanga na mabawa. Ndege wanakuanga na miguu na badala ya mikono wanakuwa na mabawa. Lakini nyoka alikuwa na miguu na mabawa na mikono. Lakini na maana alikuwa na hiyo utukufu wote, shetani akaamua kumjaribu. Na shetani alipomtumia nyoka akaweza kukubali vile shetani alivyotaka. Unajua pale katika bustani ya Eden kulienda namna gani? Katika bustani ya Eden Mungu ndio alipomchukia nyoka, akamwambia nyoka, sikiliza vizuri sana. Tulikubaliana kazi yako ni kunipatia utukufu. Na kwa sababu umeamua kumpatia shetani, na si kwa sababu ya kitu kingine, uzuri wote ule ambao niliokuumba, mambo yale yote niliokupatia, ukaamua badala ya unitukuze umeamua kumpatia shetani. Siku ya leo nyoka, do you know hiyo mikono na hiyo miguu ni yangu? Hiyo mabawa uko nayo ni yangu. Bring them back, nipatie, nirudishie. Si yako, lete, nipe. Kama hautanipea utukufu, I need those limbs. Nahitaji hiyo miguu, nataka hiyo mabawa, nataka hata hiyo mikono. Maana hauna jambo lingine, ili ubaki ukiwa kielelezo kwa dunia mzima ya kwamba I'll never share my glory with anybody. Saa hizi nyoka ndio kiumbe cha pekee in the whole world. Viumbe vyote ambavyo vilitoka mikononi mwa Mungu, nyoka peke yake ndio kiumbe hakina miguu. Hata viumbe vile vinaangaliwa na wanafunzi kwa microscope namna hii, ambao havionekani na macho, ziko na miguu. Hakuna kiumbe hakina, nyoka peke yake. Na aliachwa ili watu waishi duniani kote wakijua God will never share his glory with anybody. Wewe utukufu wako unampatia nani?
Kuja wakati wa wana wa Israeli, hii kitu tena nilitaja maana nataka nikulete mahali ambapo nataka tuguze leo. Wana wa Israeli ndio hao wanatoka Kanani. Wanatoka Misri, wanaelekea nchi ya Kanani. Na wanapotoka kwa Farao, baada ya yale mapigo 10, Farao aliporuhusu aliona kimeumana, maana mtoto wake wa kwanza alikufa, maana all the firstborn said to die. Na kwa firstborn awe wa mnyama, wa ndege, wa kila kitu, hata wa mdudu, aliaga dunia. Na to make the matters worse, mpaka mtoto wa Farao. Farao unajua aliambia Musa namna gani? Farao alimuita Musa akamwambia hivi, sikiliza katika kitabu cha Kutoka 10. Exodus chapter 10. Sikiliza mambo ambayo yako hapa. Exodus chapter 10. Exodus chapter 10. Mstari teremuka kabisa katika verse 28. Biblia, Farao alimwambia Musa, Farao akamwambia Musa, nenda zako ujiangalie, usinione uso wangu tena, kwani siku hiyo utakayo niangalia uso wangu utakufa hakika. Alafu Musa akasema, umenena vyema ewe Farao, mimi sitakuangalia uso wako siku ingine. Angalia vile mambo yako hapa, malumbano yako hapa. Kwa sababu ya nini? Utukufu wa Mungu. Sasa Farao ameona ya kwamba, akaambia Musa, akaona ya kwamba right now Musa tu akienda, akirudi wa Israeli wasipoenda, kazi yake ni kuleta mapigo. Right now the climax of it, ameweza kuua mtoto wangu. Yule angekuwa Farao siku ile nitakufa. What I can see from Moses ni kwamba Farao alisema, mimi kile ninaona kwa Musa ni kwamba akienda tena arudi, ni mimi anakuja kuua. Akamwambia Musa, kuja na hapa hivi, kuja tuelewane vizuri. Akamwambia Musa, do you know, kuanzia leo nataka tuheshimiana. Swali ni hili, umewahi sikia mtu akikwambia nataka kuanzia leo tuheshimiane? Mbeleni mlikuwa hamuheshimiani? Musa akaambiwa na kuanzia leo nataka tuheshimiane. Na unajua wanaheshimiana kwa njia gani? Naona akimwambia, ninajua sasa maana kazi yako ni kulete mapigo tu. Ukienda tu, macho yangu ikikutana na wewe, ukirudi unatangaza mapigo. Right now mtoto wangu yule angekuwa Farao, ameweza kukufa. What I know, saa hizi ukienda na urudi tena, kile ambacho ninachojua ni kwamba urudi tena, hakuna mwingine unakuja kutangaza anakufa, ni mimi unakuja kuua. Moses, sikiliza, saa hizi nakwambia about time. Unikikueleza uanze kuenda na wana wa Israeli, usikose macho yako yaangaliane na mimi. Usikose kuangalia nyuma. Maana kuangalia kwako nyuma kuniangalia ni kunitangazia mambo. Lakini ni mambo ni kama haya. Siku ile tu macho yako yatakutana na yangu Musa, uelewe kabla hujaniua ninatangulia kukuua. Unajua hiyo ni mambo vile yanaenda hapo. Musa, Biblia akasema nimesikia vizuri, verse 29. Akamwambia Farao, sikiliza vizuri, vile umetangaza niondoke na utaki kuonana na uso wangu siku ingine, kuanzia leo macho yangu na yako hatuonani siku ingine. We will never face one another again. Na ndio unaona hata Waisraeli wanapofika kwenye bahari ya Shamu, Waisraeli wanapohangaika wakiangalia milima na nini, wanaona maji, mwisho wanaangalia uso wa Farao. Musa aliwaambia vizuri ya kwamba huyo Farao ambao mmemwangalia, that one is in the Bible, vile hiyo macho yenu vile ameangalia Farao. Kwa nini aliwaambia vile mmemwangalia? Maana alikubaliana na Farao, macho yangu na yako hayatawahi kuangaliana siku ingine. Siku ya leo unajuaje? Unajua siku ile ulitoka dhambini, uliahidiana na shetani. Shetani alikuwako hapo. Na shetani ndiye Farao. Siku ya leo ukisikia application ya hii, utasikia ya kwamba mtu yeyote ambaye ametoka dhambini anasema kwa Farao sitarudi. Misri sitarudi. Farao analinganishwa na dhambini. Na uelewe hivi, siku ile uliokoka, siku ile ulikuja hapa ukaapa mbele za watu, shetani alikuwa hapo akisikiliza vizuri ya kwamba umeamua kutoka Misri ukienda Kanaani ya mbinguni, na akasikia ukiapa vizuri kabisa.
Na ulipomaliza, shetani alikuita vizuri, akakuita akakwambia kwamba kabisa umechoshwa na maisha ya dhambini na saa hizi unataka kwenda kumtumikia Mungu. Ulisema ndio. Shetani alikwambia hivi, sikiliza, kuanzia leo nataka tuheshimiane. Kama una habari, from today, siku ile uliokoka, siku ile ulibatizwa hapa, shetani alikubaliana kuanzia leo wacha tuheshimiane. Shetani alikwambia hivyo kama una habari. Na akakwambia kuanzia sasa endelea kabisa, endelea ukimwamini huyo Mungu ambaye unamwamini, lakini usiwahi kosea kuangalia nyuma. Kwa sababu gani? Mimi shetani, siku ile macho yangu yatakutana na wewe, siku hiyo ninakuua. Unajua watu wale wameokoka ambao wako serious wanajibu kama Musa. Musa alimwambia Farao namna gani? Farao, sikiliza vizuri kabisa. Akamwambia namna gani? Maana Farao umeongea vizuri. Umeongea kama mwanaume. Na kuanzia siku ya leo macho yangu na yako haitawahi onana siku ingine. Siku ya leo, wakati ambapo Mkristo ameokoka, sauti ya Mkristo ambaye harudi nyuma alikubaliana na shetani, kuanzia leo macho yangu na yako shetani hatutawahi onana siku ingine. Lakini swali ni hili, siku ya leo ni mara ngapi unaangalia uso wa shetani? Siku ya leo ni Wakristo wangapi unazunguka huku tu unakuta mtu tu alirudi nyuma? Backsliders are all over. Watu ambao walipewa ujumbe huu katika wakati ulikuwa mbichi kabisa. Hapa ambao sisi tumetoa, ambao ujumbe huu wa Kiadventista ulikuja. Ni kitu gani kinasababisha watu hawa ambao waliopewa ujumbe huu from the word go, na ujumbe huu ndio ukuje mpaka huko kwetu Ukambani, ukuje mpaka huko tupate na tuweze kuokoka? Ilianzia hapa. Tunapokuja hapa tunaendelea kushangaa watu wale waliokuwa wameshikilia hiyo injili wameendelea kuiacha. Ni nani aliambia watu waangalie uso wa shetani? Ni kitu gani ambacho watu waliangalia wakakosa katika kanisa la Mungu? Ni kitu gani mtu alikosa? Na utakuja kushangaa kuna mtu alikaa hivi, na unajua ulipokuja kanisani nini ulifanya? It is revival and reformation. Wacha nikwambie, ulipokuja hapa kanisani, yule ambaye ulitazama ukaona na akakuwezesha kuja kanisa, you looked at Jesus. Yesu ndiye aliwezesha kuja hapa. Haukuja kwa sababu ya mtu. Na utashangaa kuna watu wengine they are here because of people. Ulipokuja hapa katika kanisa hili, ulikuja kwa sababu umeolewa. Ati mzee wako ni wa kanisa hili, kwa hivyo sasa unataka kuja katika kanisa hili. Unakuja kanisa hili kwa sababu ni kanisa ya mama yako na baba yako. Unajua vijana wengi na wasichana wengi wataenda jehanamu. Kwa sababu ukija uwauliza wako hapa katika kanisa hili kwa nini, unasikia wanasema ya kwamba mimi nilizaliwa katika hii kanisa. Mama yangu hata alinipeleka mbele ya kanisa nikaombewa nikiwa mdogo. Na kwa hivyo hata nyanya yangu kabla hajakufa alikuwa wa hii kanisa. Hata babu yetu alitoa laana mtu asiwahi toka kanisa hili. Those are rubbish. Those are nonsense. Na ukitaka kujua watu wale wako na shida kabisa, na ni mpaka tubadilike, na ni lazima tuweze kuona mahali hii shida iko, la sivyo tunacheza na we are joking. Tunajidanganya tunapoendelea kukaa kanisani. Ati uko kanisa hili kwa sababu ya mzazi wako. Kama kuna watu wako na shida kabisa katika kanisa hili, na ndio wale wameendelea kuchangia backsliding na kurudi nyuma na kuachana na imani, ni watu ambao wamezaliwa na wazazi ambao ni Waadventista. Wale wamezaliwa. Hiyo ndio shida. Na ndio wale wanaendelea, unakuta watu wanaendelea kuanzisha imani zao. Wanaendelea kuanzisha imani zao. But don't forget, tutakuja kuona mbegu yoyote ambao si Yesu alipanda, imani yoyote ambao haikutokana na yule Bwana ambaye ndiye Bwana wa kanisa, hiyo mbegu itang'olewa. Ndio unaona watu wanaendelea kuanzisha makanisa. Na makanisa mtu akiendelea, maana haikupandwa na mwenyewe, mwisho hiyo kanisa linaisha. Kwa sababu gani? Si halali. Saa hizi watoto wamedanganyika. Je, ulipoamini ni nini kilikuleta kanisani?
Ulipewa hiyo hazina ya wokovu, ukaambiwa ilinde imani kuliko kitu chochote unacholinda. Ilinde imani, linda amri za Mungu, linda sabato zake. Siku ya leo umekuja ukarudi nyuma kwa sababu ya wazee wa kanisa. Umekuja ukaachana na kanisa kwa sababu ya kiongozi wa wamama. Umekuja ukaacha imani kwa sababu ya pasta. Na mimi nikiwa mchungaji, sina mahali nilichangia damu yangu kwa ajili ya wokovu wako. Pale msalabani hakuna tone langu lilimwagika. Na ukiwa hapa unafikia mahali unaachana na imani because of me, I have no salvation right now. Hata ninaposimama hapa, ukweli ni huu, hata kusimama kwangu hapa hakuna kitu kizuri ndani yangu kinaweza onekana. Kile kinacho maisha yangu tu ufunuliwe hivi. Faile yangu hata ukiona ati nimevaa tai na kuvaa masuti na namna hii, kile kinanifanya nionekane mbele zenu ni utukufu wa Mungu unanifunika. Kile kinafanya uonekane, it is nothing else, the acceptance of what God did on the cross through Jesus Christ. Saa hizi mfunuliwe mambo yangu hivi tu, mambo ya Pastor Kioko, uone the reality of him without Jesus. Shetani chapter 1 verse 1 to 5. Sijui kama umewahi ona shetani bilecha, mkisia na muitanga bilecha. Shetani mwenyewe. Na ndio unaambiwa kwamba vile ambavyo ulikuja kanisani na imani umekosa kuilinda, umeamua kuachana na imani, umeamua kujitenga. Jana tuliona ya kwamba Mungu amesema watu wangu wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya uzima, na wamejichimbia visima ingine kando kando ambazo haziwezi kutoa maji. Saa hizi kuna watu wako nyumbani wameacha kuja kanisani kwa sababu ya mtu. Kwa sababu anakuja kanisani. Mimi nikiona huyo pasta siku moja alikuja akaongea vibaya kunihusu, na ninapomwona akisimama mbele ya kanisa ninaanza kuumwa na kichwa. Hivyo akiwa hapo mbele, huyo mzee wa kanisa akianza kuongea akiwa hapo mbele ya kanisa, mimi tu ninasikia kugonjeka. Nasikia hata niende nilarange huko nje. Na nasikia tu kuumwa na kichwa. Swali ni hili, ni nani alikuokoa? Uliokolewa na pasta? Uliokolewa na nani? Ni nani aliyekuleta? Ile swali ambalo tuko nalo wakati huu, ni nani aliyekuokoa? Ulikuja kwa sababu ya wanakwaya? Maana kuna watu wengine wanatoa ushuhuda, mimi kile kilinileta kanisa ni wanakwaya, ni nyimbo za waimbaji nililetwa kwa hapo. Na unajua huko nje kuna kupretend kwingi sana. Tunapoenda kwa makurusedi na nini, tunavanga sura ya wokovu, lakini la ajabu, wacha tukuje hapa ndani ya kanisa. Wale wanaokuja wakiangalia vile ambavyo walitarajia tunakaa, wanashangaa. Hawa ni wale walikuwa wanaimba. Na unakuja tu mtu anakuja anasema, mimi kama hawa ndio wako kanisani, mimi hii kanisa afadhali niache. The question is this, hii kanisa ni ya Mungu ama ni kanisa ni ya watu? Hiyo ndio ile swali unatakikana ujiulize. Kanisa hili ni la Mungu ama ni la watu? Umeachiwa imani, na siku inakuja hivi karibuni, mwenye imani atakuja na atakuuliza, nilikupatia, uliachilia ikaenda wapi? Na utaulizwa vizuri, uliacha imani kwa sababu ya pasta. Pasta ana mahali alimwaga damu yake. Unajua nikiwa hapa, one experience that I have, unaona vile nilivyo hapa, ukosee tu, unaona maana damu yangu hainitoshi. Kila mtu aliye hapa kanisani anafuata damu ya Yesu pale msalabani, hata mimi. Kwa sababu gani? Damu yangu haitoshi kuniokoa. Na alafu wewe unakuja kuachana na imani kwa sababu ya mtu. Kwa sababu ya mtu alikukosea. Mtu sijui aliongea nini. Mtu aliongea sijui kitu gani. Unasema kwa mimi kama kanisa nimeamua kumuachia. Unamuachia. Kuna statement ambayo ziko hapa. Sikiliza vile wanasema. Kwa sababu watu wamekuja kuona kanisa ni kama soko, vile ambavyo mtu anaweza achia mtu kibanda na mambo mengine. Tunaambiwa mambo haya. Sikiliza vizuri mtu wa kanisa.
When you leave the church, nobody is affected apart from you. Umekuja ukaamua kwamba unataka kuacha kanisa, hakuna mtu anaenda hasara. Ni wewe tu. Ni wewe tu utaendelea kuenda hasara. Wewe ndio uko na shida. Yule ambaye umemwachia anaendelea kwenda mbinguni. Sio hivyo peke yake. When you withdraw as a worker in God's church, God will replace you immediately to the point of you becoming irrelevant. Unakuta uchaguzi umefanywa. Leo nimeona uchaguzi ukifanywa hapa siku ya leo na pastor. Pastor alikuwa hapa akifanya uchaguzi. Alafu unakuja kukuta mtu mwingine na kila siku anaimba usikatae kazi ya Mungu. Alafu mtu unaambiwa hapa yule ambaye ako na jambo lolote aandike waraka uende kwa mwenyekiti. Mtu ambaye kabisa ameokolewa. Mtu ambaye ameokolewa na Mungu amekuleta dunia hii ili ufanye kazi yake. Mungu ameelewa angetoa malaika mbinguni waje kufanya kazi yake hapa kwa ndani ya kanisa. Mtu mwingine sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya kiburi na kwa sababu ya vile ambavyo ajali, carelessness, mtu anakataa kazi ya Mungu na anaandika mimi I decline kutoka kufanya kazi ya Mungu. The question is this: ni nani huyo unaambia kwamba utafanya kazi yake? Do you know ni kwa nini unaongea hivyo? You don't know the God whom you worship. Kama ungejua Mungu yule unayeabudu, uwezi dhubutu. Mtu ambaye ameokoka hawezi kosea kuambia nominating ya kwamba sitafanya kazi ya Mungu. Lakini kwa sababu we live in differences, ya kwamba tulikuja kuchukua kanisa la Mungu kana kwamba ni mali ya kawaida, ni ile magrupu ya kijijini ya kuchangiana masahani na vikombe ya merry go round. Tumekuja kuona Mungu ni kama mtu wa rika yako. Nani huyo unaandikia barua? Unajua wengi maana ajui anaabudu nani na maana amekosa utukufu kwa Mungu. Ameandika maana anasema ya kwamba anataka akasirishe pastor. Anataka siwezi fanya kazi na fulani. Pahali ambapo pako fulani ndiye alichaguliwa mzao, hiyo siwezi enda. Nani unaambia hivyo? Unajua ni kama mtoto anafanya namna gani? Mtoto utakuja kumuona. Mtoto yule ajui hata mzazi wake. Utaona mtoto mama yake, wale wa mama mko hapa. Utaambia mtoto wako, enda unichotee maji ya kunywa na ile kikombe. Niambia mtoto wako atokea kuambia mami, mimi siendi kukuchotea. Je, huyo mtoto anajua ni nani anaambia hivyo? Mtoto uliyezaa amekuwa mkubwa, umeishi alizaa miezi 9 na hukutoa mimba. Ulizaa na hiyo utungu wote. Amenyonya matiti, ameweza kunyonya hiyo damu, hiyo ambayo inatokanga ya white, ni blood. Ni damu ya mtoto alafu amekuwa mtu mzima, nichotee mami siendi. Mama anasikia kukamata akule na meno. Maana ajui ni nani anaambia hivyo. Anajua ni nani anamwambia namna hiyo. The same case wewe, Mungu anapokuja kukuambia kwamba nataka utumike katika kanisa langu, na wewe unakuja kuongeza ya kwamba mimi sitafanya, ni nani unaambia? Unajua tumeruhusu yule mtu ameenda. Huyo mtu ameenda kama una habari. Na wakati huyo mwenye alikuachia hiyo jukumu atakaporudi, maana angeachia wengine, usifikiria kwamba Mungu ako na hasara. Ndio ukaambiwa hapa, whenever you withdraw as a church worker. Maana mwingine ata withdraw akifikiria Mungu ataenda hasara. Biblia inasema ya kwamba si kwamba umepewa kazi ya Mungu kwa sababu wewe ni mzuri kuliko watu wengine. God has 1,000 workers. Na saa zile unakataa kufanya, God replaces another one haraka sana, na yule atafanya kazi vizuri kukushinda. Another point, unaambiwa kwamba when you deliberately refuse to support church projects, God raises other better and serious givers than you to prove that you are a stumbling block to his mission. Umekaa hivi ukakaa hivi, maana you don't give glory to God. Ukaona vile ambavyo kunavyoendelea hapa, mimi tu ndio ninakuanga mtu wa pekee hapa.
Kukitokea project mimi ndio nina support kabisa. Na hata kanisa hili linajua without me hawezi kuko na shida. Na siku nyingine unakuja kuanzia leo I will not support the church. Mungu anakuambia kuanzia leo you should know God does not depend on you. That is the reality. Mpaka Mungu yule ana kile kinatakana kutoka kwa Mungu ni mtu ambaye anataka kujitolea kwa kupenda kwake. Si kwamba unarazi na si kwamba uko kanisa hili because of people. You are here because you know the God we worship. Lakini generation hii ni ya watu wa backsliders. Watu wa kukaa wakiona kana kwamba kanisa ni hall ya kuja kuishi wakitenda vile wanataka. Mpaka uelewe ni Mungu gani unatumikia. Utakapoona tu mtu ameanza tabia, some fishy behaviors, anaanza kuleta tukasoro nusu hapa ndani ya kanisa, huyo mtu it is an indicator ako na shida ya kiroho kubwa sana. Na ajui ni nani anatumikia. The other point inasema ya kwamba when you start fighting the church, you become the enemy of God. Kuna maadui wengi wa Mungu wamejaa kanisani. Kuwa adui wa Mungu ni kufanya nini? Kuanza kucheza na kanisa. Anza vita na kanisa. Adui wa Mungu. Hivyo ndivyo unaambiwa. Sio hivyo peke yake. When you see, tunaambiwa ya kwamba when you leave the church, God brings more serious people. Umeona ukibackslide, ngoja uone vile watu watabatizwa. Wewe toka, maana unaona kana kwamba ulikuja kucheza hapa. Haujui nini ulikuja kufanya. Wasichana, enda uolewe kinyume cha ndoa. Maana hata ukishauriwa na uambiwa unaona kana kwamba ni mchezo huko kanisa. Enda, utaona wasichana wengine wakikuja na waolewe ndani ya kanisa. Watafanya harusi hapa, ushangae. Na aibu itakuwa kwako. Unafikiri ukiacha kanisa umeachiwa watu. Kumbe you are seated here katika hizo viti. You are just city warming, ukipanguza vumbi kwa ajili ya watu wale wanakuja wakiwa serious. Endelea kuomba. Mungu anakuangalia tu. Tunaambiwa ya kwamba when you use God's tithe and offerings, the curse of God falls on you. The curse of God falls on you, and the Spirit of God lives, and henceforth you survive under the influence of Satan. Kama uturudishangi zaka na sadaka, usifikirie ati uko hapa kanisani roho wako mtakatifu wako na wewe. You are under the influence of Satan. Wewe unatoanga zaka na sadaka. Maana hizo vitu ndio vitu vidogo. Nitakuja kukufundisha lesson ya vitu vidogo. Vile tumeishi tukiona ni vidogo, si vikubwa sana. Kuna dhambi zile kubwa, lakini kuna tudogo tunaonanga hii si kubwa sana. Lakini neno la Mungu linaonyesha hiyo ambao zinaonekana ndio ndogo ndio zilisababisha watu wengi, hata wana wa Israeli kukosa kuingia Canaan. Wana wa Israeli, they were more than 36,000 people walipovuka bahari ya Shamu. Lakini kuingia Canaan, those 40 years, all of them died. Wale waliingia Canaan ambao waliona mapigo ya Farao walikuwa na Joshua na Caleb. Hao tu na ndio waliona bahari ikigawanyika. Those two. The rest were born in the desert. Kwa nini? Wale walikuwa wanasafiri hapo waliona mambo ni madogo. Ni kidogo tu. Waliona kama ni mchezo. God did not spare them. Mambo yale unaishi ukiona kana kwamba ni madogo. Tu vitu unaona hata kukosana na mtu kutoongeleshana naye hapa kanisa. Unaona ni kidogo. Nataka nikwambie hakuna mbinguni unaenda. Hakuna. Sahau mambo ya kwenda mbinguni. Wacha nikusomea hizi statement zingine, mengine tutaendelea siku nyingine. Tunaambiwa ya kwamba when you don't control discipline and when you don't want correction, discipline and correction from the church, you are one step closer to the devil's side of opposition. Unaona tuko hapa tumeambiwa ya kwamba shida moja ambayo imetokea katika kanisa hili, watu ni wajanja sana. Na huwezi kuwa mjanja mbele za Mungu. There is discipline of the church. Na kazi ya discipline ni kukusaidia umrudie Mungu, uendelee kukaa katika maisha ya imani. Lakini sasa utakuja kuona vizuri kabisa kuna watu wakija kuonyeshwa uko na makosa, they don't want.
Ukiona mtu wako na wengine makosa inaonekana, ni washerati, ni nini, vitu vya aina hiyo, lakini hawataki kuguzwa, they are untouchables. Huyo mtu wa aina hiyo, he is closer to the devil. Yeye ni mtu wa ring ya shetani. Yeye anafanyanga kazi na shetani. Na uzuri unajijua, agenda ile iliyoko hapa ni hili ya kwamba Mungu anasema nirudieni. Come back to me. Nirudieni nami nitawarudia. Swali siku ya leo, wewe unataka kumrudia Mungu? Unataka kumrudia, ungependa kumrudia Mungu? Siku ya leo Mungu anakuangalia. Na unaporudi nyuma kwa sababu ya watu, ninapoelekea kumaliza, uelewa unapokuja kanisa hili, unapoingia katika kanisa hili ni rifaru, ni hospitali. Ukiona watu wale wameenda hospitali, hakuna mtu anaambianga mtu enda hospitali. Mtu tu ndiye anajisikianga, na mimi sisikii vizuri, leo siendi kazi, ninaenda hospitali. Kanisa, hakuna mtu alikwambia ukuje, wewe mwenyewe ndio ulijisikia ukakuja ndani ya kanisa. Na hospitali kile ikitibu magonjwa ya kimwili, hii ni magonjwa ya kiroho. Na watu wote unaona wakija kanisani, from the pastor kuenda mpaka watu wale wameketi wote, everybody is sick spiritually. Kila siku ya Sabato unapokuja kanisani, unakuja kutafuta matibabu ya kiroho. You are coming for a dose. Na ukitaka kujua hospitali inakaaje, hospitali ni ya watu wagonjwa. Saa hizi ufunguliwe macho ya kiroho, utaona vile watu hao wote ni wagonjwa. Kila mtu ambaye yako hapa, tukianzia hivi, na ndio unaona sisi watu ambao wanaokuja hapa ndio mahali panaitangwa ICU, watu wale wagonjwa sana. Hapa hawezi kuja mtu rahisi. Kuna mtu hawezi simama hapa kwa pulpit. Yule hapa ICU inaendanga wale hawajisikii, wale ambao karibu anakufa. Na halafu wewe unaona pastor anakuja na ameongea vile unasema ameongea labda vibaya kukuhusu, na unaamua kuacha hospitali sababu ya mgonjwa mwingine, yule mgonjwa sana ambaye yako ICU. Ndio unaona vile mnyinyi mmeketi hapo, angalia hata ile viti mnakalia. Sisi tunawekewa zile za sponge, maana miili yetu ikifinywa mifupa tunaweza kufa. Tumezingirwa ili hata, na tunawekewa vitu vya kubembeleza uhai. Tunaona maua vile tumewekewa, kwa sababu we are very sick. Tena ukienda hospitali, uenda hii rifaro iko hapa, ndio ujue watu wale wagonjwa kabisa, wale wanalala hospitali. The only indicator utakaojua ya kwamba hawa ni wagonjwa kabisa ni nguo ya hospitali, uniform ya huko hospitali. Hapa kanisani, ukitaka kujua watu wale wagonjwa kabisa, angalia wale wanavaanga uniform. Ni kina nani? Ni choir members. Ndio unaona kwa maana wanakujanga ICU hapa, na wanawekwa karibu sana na daktari hapa hivi. Hawaendi mbali sana. Kwa sababu gani? Wao ni wagonjwa, na unaposimama hapa kwa ICU, mkiwa hapo, kazi yenu kazi yao ni kulia. Wanalia nini? Kulingana na vile ugonjwa unawapeleka. Wengine ni soprano, wengine bass, kulingana na uchungu, vile uchungu inawapeleka. Lakini wewe unakaa hapa unaangalia, mimi yule mwanakwaya, mimi nitaacha hii kanisa kwa sababu yake. Uache kuenda hospitali kwa sababu ya mtu mgonjwa. Na unaona wanakwaya ile hatari iko kwao. Unasikia kwamba kila wiki wewe unakujanga, kuna outpatient na inpatient. Outpatient na inpatient. Outpatient ataenda hospitali apewe Panadol na apone. Ni ukweli ama si ukweli? Si atapewa. Alafu wale ambao wamelala hospitali ni kumaanisha hawatawahi pona. Na uelewa wanakwaya, hospitali wanaishi na hata wanaendanga dose katikati ya wiki. Sunday sikira saa 12 wako hapa na wanaambiwa ni sindano za masaa, wanakujanga practice. Wewe unakujanga. Unapoona hizo uniform, kazi yako ukiona mwanakwaya yako na dosari, kazi yako ni kumuombea, ambia Mungu tafadhali. Hawa ndio wanaonekana kabisa kila mahali wakiimba. Mungu wasaidie waweze kubadilika. Bwana asifiwe. Ikuje wakati kuna women ministry, tena kuna kutokea ugonjwa mwingine inaitwa women ministry, virus kali sana.
Unaona wamevaa nguo siku hiyo. Siku hiyo unajua iko hatari. Maisha yako yanaweza kuwa kwa hatari. Ujiadhari, unaweza ambukizwa hiyo virus. Kazi yako ni kuwaombea. Ingine ni hata ya mapathfinders. Kazi yao wanashikangwa na ugonjwa wa kizunguzungu ya kuenda wakirudi nyuma. Siku hiyo wanapovaa hizo nguo, unajua virus iko siku ya leo. Kuna ugonjwa umetokea. Na kazi yako ni kuwaombea. Maana wewe si mgonjwa, unakaanga hapa ukiona wagonjwa vile wanaendelea hapa. Kile nataka kukuambia ni hiki, ya kwamba mtu wa Mungu, elewa siku ya leo, the revival part of it today ni ya kwamba uliachiwa wokovu, uliachiwa imani, uilinde hiyo imani. Siku ya leo ni nini kilikuja kwako ukaamua kumuacha Yesu? Ni nini kinasababisha watu waiache imani? Yesu atakapokuja akikuuliza imani ulipeleka wapi, utajibu ulipeleka wapi? Mungu atusaidie kusimama. Mungu akusaidia kuweza kusimama imara, kwa sababu siku zinakuja. Vile siku zinavyoendelea hivyo, watu watakuja kulia. Watu watakuja kuundua Mungu hakuwa mchezo. Agenda ilikuwa fear God and give him glory. Utukufu ule ambao mpea Mungu, utakaompatia Mungu kabisa katika maisha yako, ni kutangaza msalaba wako Yesu ulipokufa msalabani au kuwa wa bure. Nilitoa maisha yangu na nimeokolewa kwa ajili ya wokovu huo. Mungu wetu aweze kutubariki. Tusimame tuweze kuomba kabla ya hii hali ya mvua kunyesha. Siku ya kesho we are going another step of the revival, na kuona mambo mengine ambao tumecheza nayo. Sijui wewe umeweza kuona maisha yako katika hatari gani? Umeona umemwacha Mungu siku ngapi? Na umeona, je, umeangalia ukaona ya kwamba kabisa Mungu, imani hii uliyoniachia, imani hii nimekuja kucheza nao na ninataka kurudi kwako. Ikiwa hiyo ni ombi lako, naomba tunapoomba tuinue mkono wetu juu ili tuweze kushukuru Mungu, ili tuweze kurejea. Baba wetu na Mungu wetu uliye mbinguni, wakati huu na masaa haya tunakuja mbele zako kwa sababu ulituita na wokovu ukautoa bure, lakini katika maisha yetu, na tulipoagana na shetani kama Farao ya kwamba hatutaangalia nyuma, Mungu wa mbinguni, siku ya leo tumeishi tukiwa watu wa kuangalia nyuma. Tumeishi tukiwa watu ambao wakati wote hatuna msimamo. Bwana, mpaka hata watu wa dunia wanapoangalia wanakosa wito ule ama tofauti ile iliyokuwa na kanisa lako takatifu. Mungu wetu, tunataka kurudi kwako. Tunataka kuliitia jina lako wakati huu. Ukapate kuja maishani mwetu, ukapate kuturejesha katika njia zile za zamani, mapito yale ambao tuliyoyaacha. Tuone hakika wewe ndiye uliyetuita. Tusije tukaja kanisani kwa sababu ya watu. Tusije tukaja katika imani kwa sababu ya wazee wa kanisa hata na wachungaji. Tusije tukaja kwa sababu ya influence ya watu. Tuwe hapa kanisani kwa sababu Yesu ulituita, na ni wewe tu nahodha na yule atakaye tumalizia imani wakati Yesu utakaporudi. Tazama umati huu vile ambavyo tumekuja ili Bwana utuumbe upya. Bwana, kuanzia wakati tunataka juma hili uweze kutubadilisha. Tunahitaji kutoka kwako. Tunakuhitaji Mungu wetu. Njoo uweze kuingia ndani ya roho zetu. Pata nafasi katika maisha haya ambao tumeruhusu roho wachafu waingie ndani yetu, ambao tumeruhusu roho wa chuki na wivu uingie ndani yetu, ambao tumeruhusu roho ambazo ni za fitina maishani mwetu, roho za kutopenda kanisa lako, roho za kutopenda kufanya mapenzi yako. Bwana, tunaomba msamaha wa dhambi. Tusamehe siku ya leo. Mungu, tunakuita tusamehe, na tunasema tena kwa kupenda kwako Mungu turehemu, maana kama si neema yako tungekuwa tumeangamia. Bariki kila mmoja aliyekuja mkutano huu, na hata tunapoenda manyumbani, Mungu tuongoze na roho wako. Mapenzi yako yatendeke, tukitazamia mabadiliko ambayo yatakayosababishwa kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaomba haya katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu awabariki.